Ukiwa dhaifu ukazungukwa na wenye nguvu, wewe una nguvu. Umenielewa? Ukiwa na nguvu umezungukwa na wadhaifu, wewe ni dhaifu. Sasa viongozi dhaifu wanaogopa kuwa challenged, kwa sababu kama umejizungushiwa na watu imara, ukisema jambo wanakwambia samahani mheshimiwa, samahani sana. Unajua hili ulilosema ni sawa, lakini population ya dunia sasa hivi ni bilioni 8 inaelekea, na tukiangalia ndani ya miaka 30 ijayo dunia inaweza kuwa na watu bilioni 10 na kitu, na kwa Tanzania tu hapa Dar es Salaam inaweza kuwa na watu milioni 15. Kwa hiyo jambo hili tunavyolipanga, tusilipange kwa kuangalia Dar es Salaam, tuangalie Dar es Salaam yenye watu milioni 20, ili tupange hivi na hivi. Tusipange tu leo mheshimiwa, tusipange wewe umeanza kuni pembeni, kanaetwa kengine hapa. Mnasema unajua, mimi nilikuwa nawaza kwamba hii ishu ya maji, mabomba yanapasuka kila siku, kila mara unakuta mabomba yanatiririka, yani maji yanayopotea ni mengi kuliko maji yanayokwenda kwa watu. Kuna vyanzo vya maji sisi hatuna tatizo, maana tuna ziwa Victoria, tuna ziwa Nyasa, tuna ziwa Tanganyika, tuna maji mengi. Shida sisi ni usambazaji, namna ya kuyasambaza ndio ishu yetu. Kwa nini tusitengeneze gridi ya taifa ya maji? Kama ambavyo kuna gridi ya umeme, tuwe na gridi ya taifa ya maji. Maji yote yakusanywe, yapeleke mahala pa juu pa Tanzania, yashuke kwa gravity. Wewe naona unaanza kunifundisha, kaa pembeni. Kwa nini tusiamue Tanzania kuisuka ikawa na kebo za gesi? Badala ya watu kubeba limtungi la gesi anakimbia nalo kwenye bodaboda, tutandike mabomba, kila mtu aweke gesi ndani ya nyumba yake, awe anafungulia gesi kama anavyofungulia maji, tumwekee mita, awe anapika kwa kutumia mita. Wewe umeanza zako, kaa pembeni. Vinakuja vile yes man, sasa oh yes, hamna neno, endelea.